bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu Mwacho mulgeria ne mambi yendengiya chinsa etakaya mu yabutukire gore chinsenye chamambya esenchera ere yabene kerokora chibiche cyo chigweta haseskini yawo tsini kyo kyabene gen soko tv ne kumanyero kyabene ngani go tugwa koparia na gosowaso mu rubiri egwetero bini chuma estokumurikira mangana ayege siasa ayo akarekanire hayagene tokorekana yachiko korekana ime amona isko oyense ya Kenya asenchera bene ni tukoria gatatu umutie nyokane mu ko yiwe 2025 no mogose 2026 iyo esenchera yabene ngai twalero ne echume takani kabise mutie nyokane na nigaba Kristo ensengima bagochengera aritkoliriya arya Good Friday itkolibwa tekimenyeria kane anari tuko omone Yesu abadako bakabo chandwa nabayigo kubikoso musaraba kubambwa na wikaho kukwanya nituko abakose abakatoliki abange gose abakristo bari edini ya katoliki bakumenya sae esenchero yo kubambwa akwanyuranga gochakira chinsa isa nemo gachinsa kyanda nechinga kicyabene bakwengata na gosaba awika okomamba kwenya sae kira mbetu sensemeria ayo musaraba ime ya Calvary na senchera yabene niritukuliko Good Friday no ya Yesu kabata kago chandwa na bari tukuyoboro na bari tukuliko kumenya sae igobari Good Friday senchero tukunya saa kwete ese byito na kunyara go tutorial asimuno bigasongo babataba inga salvation na no kugena kwane inga Good Friday yao nigere engiya ritukolinda lyonse kwanye echakire kono senchera bene kore segeteseni igen soko tv ayo omwanchumwe na bayigo mo Kristo nigo tokonare Good Friday asenchera ere ya bene na igo tocho kwandra mangana mange mwanchumureria imeye tukwera samuro bwetro bini yege siasa abayigo nigo tubata bagani bayitoga yege tukwera tuko koninga sane tinde yagendete gati ya bagavana nabayigo na baseneta imeye ense ya Kenya uyo bwangiga ko mugabana we county area Samburu Jonathan Ratireti wetekaba kumusana sana tukarra omugabana go somo seneta we county ya Nairobi Edwin Sifuna tukarra omuseneta we county ya Kisii Maimo Nyonka yegati abaseneta banda bange bali abarenge galia isko yamagacha ne bunge gati kumusana ko mugabana abarendi baya nabayigo n'abaseneta bande mayaga yo speaker we bungerie enene mwanye kaine buna Amazon King go chikinga abaseneta basoka isiko na kumubwata omugabana yina komuikya segete seni kinde yonsi kyabanye mbokera ngega abo nene seni kyabanye mbokera ime yamagacha ne bunge ine abaseneta embabwata chinguru cyo kumubwata omugabana onde bwensi na komuikya abosi obwekigambero chinkwa na chigo chiko na bayigo nabokure bengeri byao igoro yenkwane yo ine abaseneta mbabwata chinguru cyo kumubeka byara umugabana onde bwensi na komuikya abosi obwekigambero tochiko kwana mangana mange botagoli bwekikiro cyabonchereria yose abotagoli bwabonchereria imeya semeria yekomba mu Nairobi yaberete kwene kya gotwara asara erenyinge kimagati amangana mange umuseneta we county Nairobi Edwin Sifuna bwanta kamutu we kya makeria gose imoti ya committee ya makeria kya ODM guchiya gochibwa amanyata mange gati yawo mochera kumubekerenga no gochakya ekyomekereke na mwananchi mamincha yeri chiko ye kya magya ODM mamachane no gotekerane bikaro abiria abye kya magya ODM egati ebintu obinde binge gosamba gati amochanda mange yakombwatania umuseneta we county Nairobi Edwin Sifuna yonsi toje kwane senchera yabenda kinyanne yitwero mwanchumulia no tokuchikuye kubunya masi bwaito ase umuroberi wetu kuyarera umanye kaine buna politics of shaming siasa cyo wasiyoranye gose siasa cyo kubeka natianeni ine nkiganda teme yense ya Kenya magayo gotwara bara baito bonega nigo bagosokanya na kroti siri cyabo kirikonya bagakora gose kiri babe bagakora uyo mugaye ko ba umugabana gose uyo bwango iga no omo CS nabayigo oyore essence meya yabo chenu adendware barenta kwa kumusana sana uyo kabere umukoyi umarayi bwense mense ya Kenya nabayigo marayi kama kiria GDCP Geoffrey Rigadi Igashagwa barenta kumusana sana kwandikana igoro ningo obwate HBS gete gose ningo obwate basajingo ko boyonde nabayigo ningo obwate ebyasara gete bitari bya ime ya serikali ine nyantegete kurema mbi yabonega inga tuko kwana nyoranga amuramo pira rugby Shujaa bayikire mense ya Kenya mega yo kora chiko suri chingi ya ime ya Sao Paulo Brazil ese bako tiribwa ya kabina kure tikiti ya bene go cheshi minobire bya World Championship bira kore kare mu cyenyoyo kitariki 17 na ibere ne kitaki 17 ime yenseria go se chira konekene ime Hong Kong igaria a China Shujaa bayikire mense ya Kenya na nigo bana bako samagira matindi yake moyoka kama yakoro kanenda go cheseria Hong Kong ese minobire bya nsengima bya World Championship nikonkoro kwa Daniel Omwaga etrobini asenchera ende ya chakire emambia yabona iga kalbiri mawe
nabo igo director za kibonsi baremega yemenyonja kwena kinga mariogia mane chibicha agoikire esenchera ya bene trobini ya chakire bon. Karibu na ndu mwachumuliria mambi ya bono ige trobini bene nigoto kunyichaka korwaga igeme county Nairobi asebono mwaseneta abwe county Nairobi Edwin Sifuna abereko baga kwenda kwa mochi sana bagabana anene asa mubekere emochenene omosomonene bwa bagabana ose oyote omunyakere bwe committee bagabana COG ose Council of Governors Mensa ya Kenya Ahmed Abdullahi Jir oyoro mugabana bwe county ya Wajir sokote banga nere engenchenene eye ebibebiria abagabana bane tokoranene biri kubate no bokurumi ao himejense ya Kenya korengana na Sifuna watebanga abagabana bagechkwendera komogosa kurendere yabechkwendera kuregasi yo kubagikeria gwika bakorere mirimo yabo abuna ebwende tonyanigo nigatebirenga abagabana nigo babereko bakubatirirwa no bokurumi barobone ime eyense ya Kenya tango twara chinkona chiaye Edwin Sifuna korwa asenyomba ya yegose asenyombene ya magacho yebunge ya baseneta imegege yomuchi Nairobi. Entire problem is a pointer to the total collapse of leadership at the COG. It is the chairperson of the COG who, would you believe it, Speaker, a member of the council, like a governor, would appear in parliament buildings, there where we hold our meetings, ready to appear before the Public Accounts Committee. And she is being called and threatened by the chair of the COG to leave the premises of parliament. I want to tell the country, the problem is the chair of the COG, Governor Jir. And I am ashamed because he's a member of ODM. As his SG, I am very ashamed of the governor of Wajir. Speaker, I want to assure Senator Khalwale that I personally don't mind being criticized for the work that I do. My late boss, the Honorable Raila Odinga, there was one thing he kept telling me, is that Sifuna, you must grow a thick skin. He was one of the most insulted person. Out of the 7 newspapers that are printed in a week, 4 would have his name on the headline. Some abusing him, some praising him. So it comes with the territory. I don't have any issue being criticized. And you can also not threaten Sifuna. I have heard the governor of Samburu saying he's ready to face me. I am still a member of the County Public Accounts Committee. The duel that people want to see is not a physical duel. It is for you to come before the Public Accounts Committee and answer the questions that we as the Senate are going to ask you to answer. Mr. Speaker, we have just of late, this is a very recent development that the Senate has suddenly become a bad place. When we came to this House, in fact, it is this 4th Senate, Honorable Speaker, that for the first time pushed the amount of money that goes to counties under the shareable revenue across the 400 billion threshold. It had never been done. It is us. Mr. Speaker, when these governors want things, they look for us to be able to push for them. I was again embarrassed to see the COG sitting in this chamber before our finance committee chaired by Senator Roper, coming to tell us to help them to push what the national government has proposed in this financial year from 420 to 450. In fact, Speaker, if you have noticed, these days I don't even talk about that 450 billion that I used to sing every day in that expired MOU. Because I'm asking myself, 450 billion to go to Governor Jir. 450 billion to go to Governor Jir. And these are the governors who are buying supplements for wild animals. I am conflicted because I swore an oath to defend counties and their governments, but not these ones. Not these ones, Honorable Speaker. When they had a problem with RMLF and the National Assembly was refusing to release money for roads, they came to Sifuna. They came to this House. They came to the Senate. We were fighting for them. In fact, it is them who ran away. In fact, these governors, I am telling you, Speaker, there is a total collapse of leadership of the COG. They will come here when they have problems. We agree that because we are the devolution family, we will fight this fight together. When they are called somewhere behind the tent there, you hear, oh, they have reached an agreement with the National Assembly or with the state. They abandon the fight, Mr. Speaker. And then they leave the senators hanging there.
kaunti ya Kakamega Boni Arwale nere nigarekanire sana kwegerera abaseneta bande nabo igo Edwin Sifuna sengencho ninga ingoika gavana abere osowime ngaya ngoseng kibakora enibeli bakoba kwegwa nabo igeni belia e county ya kobakoba agie korosia kurangana na Boni Arwale nigatebanga chi county bono niko chigende bo mubekano obwebyosi kire kiagera besa chimenyeke imye senchera irengiya achigotumeka nabo igo tebirenga goika abagavana bagendere goika motu ye senate gose goika motu ye byombe obye senate bilia biko bagikoba alingoria hanyanigo nigatebete nigo abagabana babeire abakurumikia ndaje 10 imeyense ya Kenya kera rumubwekano w'umugabana abwe county yaye ya Kakamega hasa bereko bagagoteba emiroberi ao hetra bakabegekirani bwana bayige chibesa chigo chia korwa ase e county yeyo trarango chinkwana chia ya Boni Arwale of emphasis on the fact that governors must be accountable. That's all that we are saying. Madam Speaker, we want members of the public. I've been following the discourse that has taken place from the drama which was there yesterday and now, and the members of the public, some of them are losing it. Forget about that drama. What we are talking about is accountability. Just like Parliament insists that the national executive should give the first charge on the consolidated fund for public debt, similarly, Senate is saying on pending bills, they should attract the first charge before governors make any other commitment on expenditure. And this is exactly what governors do not want. They want to run county governments like kiosks. They want to run them like personal accounts. They want to run them like the accounts they have opened for their children to pay their school fees, not caring where they get the money from that they put in the accounts that they've opened in the names of their children. We want to insist that governors must present themselves for oversight. And Madam Speaker, so that I do not lose track, let me appeal to the people of Kakamega. People of Kakamega understand the Public Accounts Committee. Governor Barasa is lucky I don't sit there. If I was sitting there, I would have added more oomph into what they did to him when he came and they found he had fallen short of the glory. People of Kakamega, why Governor Barasa should be forced and be frog-marched to Nairobi is for the following reasons. So that the people of Malaba can be told what happened to the 100 million that was in the account for construction of Tumbeni Dairy Factory, where we had 78 high-grade dairy cows. He should come and tell us what happened to the 100 million. He should come and tell us how did the animals drop from 78 to today 17 animals. These people come in the night, some agents of the governor, and they walk away with the cows belonging to the public. They are cattle thieves. They are cattle rustlers. This is what we want them to respond to. The people of Malaba want Governor Barasa to tell them what happened to the 250 million shillings that in the books indicates that it was put on the Butali Maleka Road. abaseneta mona bagavana imense ya Kenya tuske mutu asebono omurai gwikia makiria gia DCP Geoffrey Gathi Gachagua akoretara yaye gwika asensemo ya Nairobi ese chiro ya gikomba mega ya matuka make gutagurwa na bono gukwana na aba anchiroria bense mejo gikomba na bega bamenyi bense mejo Gachagua nigatebere na inigo agendere kumugikeria murai bwense asikeringa niga serikali agendere taguchanda abana inchi bokonyora gwensa na abonchiroria au emergency ya Kenya no nigo Gachagua nigarekana kugenda mincha anekyo mekiri
kibo bwene mense ya Kenya agiasha askoya na Gachagua nigo omwaziri wa mangane ya chini mense ya Kenya Aden Duale awatino bokurumi ao ime eya kiombekeria agiasha igentate buna kere serikali ya uchigo swabisi nigo agochia gonchero kabisa nigo handrete kugosa nigo agocha ekero Duale amona Gachagua baganete kurutana mangana matindi asemetandao ya kerero. Wewe Kasongo umetangaza vita na maskini, umetangaza vita na watu ya pale chini, umetangaza vita na mahasola, unahangaisha mahasola, unahangaisha kila mtu. Kwa nini Kasongo umetangaza vita na maskini wa Kenya? Hao watu maskini, hao mahasola ndio walikufanya ukakuwa rais. Umefika pale, umeshikana na madynasty, umeshikana na matajiri, unaumiza watu ya kawaida. Na mimi nakwambia Kasongo, kama unataka vita, hapana pigana na maskini. Mtu ya kupigana na yeye ni Riggy G, kijana ya Mau Mau. Huyo ndio mtu ya rika yako. Hapa SHA inafanya kazi. Huyu Aden Duale unaambia sisi ate SHA inafanya kazi. Mimi niko hapa Gikomba, SHA inafanya kazi. SHA inafanya kazi. Hii SHA ni wizi wa pesa ya Kenya. Waliiba 103 billion. Mimi nimeuliza Duale, jibu ni kwa nini mtandao wa kueneza mambo ya SHA inafanyiwa Dubai? Kwa nini claims inafanyiwa Dubai? Nimeuliza Duale, kwa nini unalipa milioni 600 kila mwezi kwa kampuni yako? Nimeuliza Duale, kwa nini ile mtandao ya kijamii ya kuonesha nani analipwa na SHA uliondoa? Yeye kujidefend anasema ati mimi napiga wa Somali. Mimi nakuuliza Duale, ukiiba pesa ya SHA, jamii ya Wasomali hakuwa hapo, wewe ndio uliiba, hapana wa Somali. Sisi nataka kutoa ahadi kwa watu ya Gikomba. Mwaka ujao tukipata serikali, watu ya Gikomba mutafanya kazi pahali mulifanya tangu zamani. Na hata Kasongo, ukiiba hii shamba ya Gikomba 15.5 acres, tukiingia kwa serikali wiki ya kwanza tutachukua hiyo shamba kutoka kwako, tulegeshe watu ya Gikomba. Kirudi jioni nakuta maafisa ya polisi wameniandikia message, Riggy G mtu okoe. Hao polisi wamekuwa kwa insurance inaitwa APA. Kasongo wamewatoa kwa insurance ya APA, amewapeleka SHA ambaye haifanyi kazi, na polisi wanasema hawataki kwenda kwa SHA. Pia walimu wamenitafuta, wale wakubwa yao ya NAT na KUPPET wamehongwa na Kasongo, wamekuwa kwa insurance inaitwa Minet. Walimu wote wa Kenya wametolewa Minet insurance, wamepelekwa SHA ambaye haifanyi kazi. Mimi naambia walimu wa Kenya, msikubali kupelekwa SHA, mutapata shida mingi sana. Naambia polisi, msiende SHA, mutapata shida mingi sana. Mimi naambia nyinyi watu ya Gikomba, mimi najua mmeumia. Amebomoa Gikomba. Gikomba iko na 16 acres. Anataka kujenga nusu ekari, aibe ekari 15 unusu. Wewe Kasongo, tukitafuta serikali tuliambia wa Kenya hawatabomolewa usiku, na hakuna Mkenya atabomolewa bila kuoneshwa pahali ya kwenda. Kwa nini unabomolea watu ya Gikomba usiku wa manane kama watu na umuraibu kiama kiria kia Wiper Patriotic Front Muske Kalonzo Musyoka inere yokeneta sense meyo oye chiro ya Gikomba nigatere buna serikali ya William Ruto nigo ichire obokurumi korengana na Kalonzo ekyo nigetambokero kebekono nabego obereko gakuikeja igetambokero keria agie obosaga nigo sobotagoria bwensemo oye chiro ya Gikomba asebono atebiringa serikali nigebwatemero birugete etamanyekaini iyo kuiba oremo obwenseme ya Gikomba nigo
Kalonzo Musyoka rekana senchirume sana kumugikeria omwe aba MCA bo mu Nairobi na bayigo mu governor Johnson Sakaja askeringa ni gwatemero birigete tayimia kumaminchaje ireria yo bakora abana inchi ibe county Nairobi kero bani goso abisi buna baliete chira turarango chinkwa na chia Kalonzo Musyoka. Hii ni court order. Hii hapa ni court order kusema watu wakikomba wasibomolewe manyumba yao na mahali ya biashara. Lakini Ruto akaleta usiku wa manane mabuldoza na kuharibu mali ya umma. Ni wizi mtupu. Hata serikali ya Marekani leo imesema haiwezi kufanya biashara na hii serikali ya Ruto. Kwa hivyo ni wizi. Huku tunaelewa umuhimu wa Nairobi River. Tunaelewa sana. Na lazima tuhakikishe ilikuwa imekubaliwa makubaliano kwamba kutoka kwa mto mwenyewe iwe 7 meters alafu ikaje ikawa 30 meters. Je, kutoka pale kufika kule ni mita ngapi? Ni uharibifu, sio uharibifu. Kwa hivyo wangapi wako tayari kupeleka Kasongo nyumbani? Harambee! Hawa ma MCA. Sasa Kasongo ameamua ataenda kuongea na ma MCA wa Nairobi pamoja na gavana yao, awaambie, naomba munisikilize, nyinyi kila MCA nitamwekea lami kwa wodi yake kilomita 1. Na hiyo kilomita 1 inajumulishwa kama shilingi milioni 60 million. Sema 60 million. Alafu Kasongo na gavana wakaambia ma MCA, ili mushikane na sisi tubomoe Gikomba tuende kila mahali, nyinyi katika hiyo kilomita 1 60 million 10% mutachukua muweke mfuko. 10% ya 60 million ni milioni ngapi? Milioni 6. Kwa hivyo hii ni serikali ya ajabu, inaunga hata viongozi. Na bono abarai bande bali bare sense miri kunyeme serikali buna Eugene Wamalwa ama ona Justin Muturi nigo nawe bangendera ko mochinero omorai bwense William Ruto asekeringa serikali ya ense ya Kenya tedi ko benyora aba Kenya abande bakonyora gwense kadanga na Eugene Wamalwa ningateringa serikali unakonya bagochukeria serikali bose bochire bonne bo mwakogocha nigo bono bagochukubenyora aba Kenya bonsi ensenchera ereyamo nako bakorera amagendero au na sense ya Justin Muturi nigatebine serikali nigaendere gochanda aba Kenya asatenga chinsemo ochinde chinse ya Kenya chikonyara magendero buna bwene to nigo batedinga serikali yabo nigera abe serikali yo kubenyera aba Kenya bonsi. Leo Amerika imesema hawafanyi biashara na Kenya sababu ya ufisadi. Kenya has been listed as the home of corruption. Kenya has become the hotbed of graft. Na sisi tunasema wafisadi waende wasiende. Waende wasiende jamani. Muko kadi jamani, mutatunga mkono tuunde serikali. Ile serikali tutaunda na Kalonzo na Gachagua na huyu JB na Matiang'i na Karua, itakuwa serikali ya haki kwa kila Mkenya. Harambe! Harambe! Sisi hatupingi maendeleo na soko nzuri kujengwa, lakini tunapinga ukiukaji wa haki za kibinadamu, unyanyasaji wa watu wanyonge, watu wa chini, mama mboga, wewe bodaboda, wewe hasla. Ruto alisema bottom up, pesa mfukoni. Kuna pesa mfuko wenu? Aliweka pesa mfuko wenu? Si hapo mnakuja kutafuta pesa? Si mnakuja kutafuta unga? Badala ya kuweka pesa mfuko wenu, hakuambia mfuko. Pesa yote sasa inaingia mfuko wa Kasongo. Mimi Eugene Wamalwa ni mwanasheria. Mimi nimekuwa waziri wa haki na masuala ya katiba. Huyu Kalonzo yeye ni wakili tena ni senior counsel. Pale nyuma tuko na JB Muturi, amekuwa mkuu wa sheria, Attorney General. Tuko na kijana wetu Ndegwa Njiru, yeye ni wakili wa kimataifa. Tumekuja Gikomba leo kuambia Bwana Ruto Kasongo na serikali yake,
Wao wanasema mnyonge hana haki, ati yule mnyonge wa Gikomba hana haki. Sisi tuko hapa kusema hata mnyonge ako na nini? Haki. Muna haki au muna haki? Tuko hapa kutetea haki yenu. Ujue hii serikali ya Kasongo iko na dhulma kwa wanyonge. Bona kama kweli ni mambo ya mtu wa Nairobi wanashughulikia, mukipanda hapa Ikulu State House ya Nairobi hapa, muende muangalie pahali imefika. Iko kwa mto pale. Kama Ruto kweli ulikuwa na haja ya kutengeza mto wa Nairobi, ungeanzia kule Ikulu ya Nairobi, usonge huko Kileleshwa, usonge huko Kilimani na huko Lavington. Ruto, umeonyesha wanyonge wa nchi hii wewe uko na roho kama ya Firaoni, na ndio sababu hata mahakama ikitoa amri, hii amri inasema watu warudi kotini tarehe 8 mwezi huu. Bora Ruto, vile umekamata bunge la Kenya, sasa umeanza kukamata mahakama, na ndio tunauliza mahakama, lazima muwe gangari. We are asking the court, the judiciary, you must remain firm. Court orders like this cannot be mere pieces of paper. They must be obeyed. Ruto, hata useme nini ama nini, sisi tukisongesha wewe kule Sugoi, lazima serikali ijayo tutakukujia kule Sugoi, tukurokote, tukupeleke mahakamani, na ile mali ya Wakenya hao wanyonge tuwarudishie, tukunyang'anye kwa sababu ni kuiba, umeiba. Na tugutigana ayu monchumureria bono ni gomurai wense umuske gose Dr. William Samoei Ruto arireira yoche kugendera kurwania amagyogo jo gutina baiga marwa tanche iri ase minyoro na baigo chinsemo au chinse ya Kenya kokwana kurase kanisa AIPCA Holy Oil Concentration gose congregation ime yense merie bunga ya Odaya ime county ya Nyeri. Ruto nigatebire buna nigo agoche kobeka ebitambukero au na baigo obekire ebyombe au hegati yabo mbekirikiana kada irikwane kinga obwengi nabaigo bwani bo marwari atanche irimi nyoro beito haberkoba agakoera manyanigo gukwana kurwa chinsa mechio William Ruto nigo atebire buna kira omurai nigara chigo chwarwa korengana na magendora ria berkoba ka okora ba Kenya nene abosio bochorio bwene mwaka 2025 nebere obore ebosio gosemeti nyemeke kurwa bonaiga. Kazi ya kuweka watoto wetu mahali pazuri. I want to ask parents, let us not surrender our children to other people. The church, let us not surrender the young people of our nation to foreign ideologies. To be able to contain drug abuse and abuse of alcohol, it requires a whole of society approach. Lazima sehemu ya wazazi watimize sehemu yao. Sehemu ya kanisa itimize sehemu yake. Na sisi kama serikali tutatimiza wajibu wetu, na viongozi wote tuungane ndio tuokoe watoto wetu na tuokoe taifa letu la Kenya. It is our collective responsibility. We are going to lead from the front as government, but we want to ask parents, the church, society to work with us. Mimi nataka niwaambie nyinyi vijana, sisi wote kama wazazi tunafanya bidii kwa watoto wetu, na hatutaki watoto wetu wapotee kwa mambo ya madawa ya kulevya na mambo ya pombe. Viongozi wa kanisa hapa, wazazi wanajuta, wako na matatizo na watoto wetu kwa sababu ya mambo ya madawa ya kulevya na maneno ya pombe. Na mimi nataka niwaeleze, katika taarifa yangu ya tarehe 1 mwaka huu Januari, niliwesema tunaweka mpango kamili, msikuwe na wasiwasi. Haya mambo ya pombe
yatakoma katika taifa letu la Kenya. Hiyo maneno ya pombe, nimeamrisha watu wa NACADA, nimeongeza watu wa Anti-Narcotics Unit. Tumekubaliana vile tutakabiliana na wale wanaleta madawa ya kulevya kuingiza taifa letu kutoka mataifa zingine, na wale wanaharibu vijana wetu kwa pombe haramu. Na wasikiza kwa makini, and I want to commit to you that we are going to deal decisively and conclusively on matters of illicit brews and drugs and narcotics. Kwa hivyo nyinyi vijana nawauliza, tunawajali kama wazazi, tunawajali kama serikali, na nyinyi pia mjiepushe na mambo ya madawa na pombe. Na sisi zote kama jamii, kazi ya kupigana na pombe, naelewana? Nyinyi ndio mlinipatia nafasi ya kuwa kiongozi wa taifa letu la Kenya. Ni kweli ama si kweli? Pamoja na Wakenya wengine wengi. Na wakati mlinipatia hiyo nafasi, tulikubaliana na nyinyi kazi ambayo mimi nitafanya ya kubadilisha maisha ya wananchi wetu na kupanga mambo ya maendeleo. Kwa maneno ya elimu, watoto wetu walikuwa hawana walimu wa kutosha. Hatukukuwa na madarasa ya kutosha. Watoto wetu wa university walikuwa wanasumbuka. Mimi hapa leo kwa ile kazi mlinipatia, tumeajiri walimu 1,100 kwa miaka mitatu. The largest employment of teachers in Kenya's history. Tumejenga madarasa 23,000 na tumeweka funding model mpya ambayo inashughulikia masomo ya watoto wetu wa university na KMTC pamoja na TVET. Kazi hiyo ingine yote tumekubaliana na nyinyi. Maneno ya maji tumekubaliana na mbunge wenu. Maneno ya kuhakikisha ya kwamba zile barabara ndogo ndogo tunazishughulikia. Na mimi nataka tukubaliane na nyinyi ya kwamba nafasi tulio nayo sasa ni kuhakikisha ya kwamba mambo ya maendeleo katika taifa letu la Kenya inasonga mbele. Chapto chideka merongo tatu na isato igoro yechi insenya chiabano mambia sen chabeno to kora entunde ntangan kabisa yetrobini sto kumrekere megano abonega to kuchiko so sen chabene na bagani baito ponspi kireme eye studio oyen soko team ambia abonega to kuchiko kwana mangana mangane siasa chiria chogo sokania siasa chikwanekirana siasa chokoramana na siasa chinchako icho chikwanekibwa egati yabarai au balitwa chorete kwende bonega abaikire na nigo senchera ya abene bagendre karaki nigo bagendrete gusokania senchera ya bene nabaigo anene butio wa Kenya nabaigo abana icho beto ko abako bachora emambia bonega nindenere Morgan Onyara uyoro mu advocate gwekigambere kenegense ya Kenya gose advocate of the High Court of Kenya omanyo mangana yege siasa na nigo tuko kwandra mange nere Morgan Onyara emambia bonega nabaigo Peterson Machungo manyekene mona una mchizi no are ni studio tali mogani usore na yoto tuko kwandra mangana mange nyoranga bikabonega kuri yare kerwe kiwe MCA ase eward area ya Kigogi nabaigo no monchiro lya gosomwa na biashara hime yo mochio Nairobi wansi gatoka nese kekeremoto to kwana mangana mange nere Morgan Onyara amo ona Peterson Machungo manyekene mona buna muchizi Thomas Gospetrovini nigo agendrete
Eye Nensoko TV, uboroso bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segali yao. Ebetri uguchachirimo ugakweba. Ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gusenga kiyobokendu. Tawe chanika. Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengi chao. Nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi. Chibetri uratumie asegali enke ebasi no nyaneli kurukuro. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindi n'obusumbasi amate ninki kere tokore. Asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wano yaikireke wango guikaru aligo kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi. Asamange twakirisimi ase namba 0706840844. Betami Rehabilitation Center lichibulyo gukora chingatale ichyobutindu. Omurayi omukuru gwense ya Burkina Faso Thomas Sankara nigatebete nigekuira ekerengogete ky'obubalimo kibirengeralyo eliokolenta amoncheryo yamagenderero asamatukabusiyo nakyo gekogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino ase omusimamo y'omutindi akonye kurwanirira omugusi inyora omusike Oruoba nigalenge omuseneta omuchorwa weki
kiama gia serikali gia UDA kurende agesokya kubwatisia umurwandereria wekerugo kyoborai gwense kurwa orogonko rwa Gusii omuske Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kiaye kyobo seneta asogotenena no Mugusii omwabo no nyabono atabwatie mirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba byobochenu nabo igo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abolirio Mugusii komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobochori bwomwakugocha elio aire obobalimo bwaye aliasebunge agenderere kurwanirira Omugusii emeremeye nigetage musubati omulemu oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obobalimo obo bokonye kurwanirira Omugusii mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku uyo nere Gloria oruoba ebalimo ya Gusii ebagote bango yogose komo elio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete sinikia usigete gen Soko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tokurwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotabanga Jumamos abande batabanga Saturday chinsa 12 chamambya uweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleson seseni Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigona yira mbarato asena bakuba kingo kwigekera emegano y'abanyango akure bituna bya Gusii abu oba nkuma ase chigosori ao egatibo chinchire omonyo amone ser obyenkoyo ikachingongo ao chinse imeyo muroberio ogwenda basi y'abanyangongo imegana yonsi nigora enyore aiga imegeteseni kyao kyabene egye Soko TV oboroso obwo Mugusii na inche Daniel Omwaga na botambe nigo bagontona Erieta Suarez omukubyo neritko abayigenwa Eje nen Soko TV oboroso bwo Mugusii Karibu na endo mwancho muriria mambia bone gachi de kamera ngene na isa tocha butuki gore chinsenye chebano mambia murobini trobini negetesen kione kiawena ne Gien Soko TV egentunda ya kabire nabege yo mwere karotogo soa asemangana hayo kwanda siasa chichigano temense ya Kenya litkara niko tobeka tokobeko banyamasi bwito hase siasa cha omonwege songo tagoteba politics of shaming asomonwege Gusii tagoteba siasa achokwanekerana gose siasa chogo sokania embe igoro maisamarale abagani baito bakireme studio komo kwandra Morgan Onyara oyoro mwadi bagati wigambere kene mense ya Kenya gose semonwege bwege songo tagoteba advocate of the High Court of Kenya nesenchi abene esengincho oyere teknyara gukwana omuntu yitubike Gusii niko tuwechi koteli yake tukwane amangana ayege songo gosege Swahili tayari tukubulukaniga kwende Peterson Machongo manyekene mwana una mchizi uyoko liekero kyo msigwe award yeri yake gogi na bayigo mwanya biashara himeye mu Nairobi ereno manyigi ataba munganike Gusii goikachi kolyo monu ali agweke Gusii senchiri abene ntete nchake enere Morgan Onyara. Good morning. Good morning. Si jiko umesikia chochote? Bana sijasikia kitu. Hujasikia kitu? Roza fara tumekutusi. Onyara from which part of the country? I come from Busia, Tesa South constituency. Sauti ni ya Mary Emase.
Yes, Mary Emase. He's the area MP of the South constituency. Paulo Thomas constituency. Yes. County. How people, how is Otoma? Otoma, I've not been in Busia for quite some time. I might not give a very good account of what is happening in the county. Yeah. But your people back home are good? The people are good, yes. Your occupation in Nairobi? I'm an advocate of the High Court of Kenya, practicing in the name and style of Morgan Onyara and Company Advocate. Yes. Oh, that's good. Yeah. Welcome. And let me take this opportunity to thank you very much for having me in studio, and a very good morning to all your viewers, in a special way for the Christians who are celebrating Easter, because I understand it's not all Christians. Those who are celebrating Easter, I want to wish them a reflective season. Thank you very much. Yes. I thought you were coming with your friend Rono. Ama you'll be coming? I don't know. Rono is coming in a bit. Yes, I'm certain about that. Okay. Yes. Maybe I'll pita kwa naitwaje Catholic, how do we call it? Way of the cross. The cross. Yes. Yes. Maybe. Karibu sana. Asante sana. Bia mono moralia soko kuangalia bagago chaga gase studio. Chetini mogeni gaiga na arachekero kenge. Sego asanti. Nto kagerete nganto twale nkwane rengia. Tosemi abategereri baitu nande bali baturigererete. Na ubwenche kukwane kigusi. Kine segencho no gwato mogeni kukwane na boko vixia rinde. Egere na inde bali baturigererete nyole bali kuigwe kanyamurereke. Na bato watema kidogo to mixia rinde bakara egere banyare kuigwa. Banyare kuigwa. Mwachuguru ya karibu sana ne toga ndere senchira ya bene. Tocho kwa mngana haringete siasa ne siasa chirichio ogosokane. Ine togachora barai egochia ase chibunge gochia ase gose parliament area senate gochia sobora gwekerogekene presidential gochia sobora gwechi county na obora ibonde korende amasamo tukabongega barero bagwe sokya na gotige imirimo ito batomete gochikokora imirimo yo kuraba Kenya imirimo oyo okwerene abakenya kunyara bara magendero ao imirimo oyo kwene kinga abakenya ro kunyara wense nkwegero rubare emeremo oyo okwene kinga kiregento kelia bachara wetu nkonyara bare yokwene kinga abana baba Kenya baba chorete nkonyara bare chisukuru yokwene kinga abakenya baba chorete nkonyara bara moja isaine ilio koroboli mibwabo au esibali bara baremi meremo yokwene kinga mbali kurusiwe bango herane mono kolende asamo tukabenga bara yabo areka negoteka chinjari to bachorete na bachakire egokora ebinte bingao semono wege sora batebanga bamehasi yatu yeo chagua kuyafanya wao kwenye vitu zao za mamlaka. Wameanza kufanya mambo ambayo si mazuri, kutusiana hadharani. Na wakati mwingine hata mambo ambayo kuyasikia wewe kwa masikio yako si mazuri sana. Mwancho mwegereria. Wagosokania emba igoro. Wonchara mangana hajobosoku atabwati no nyege sokero. Turarango inkwani. Unajua si wao ndio wenyewe ndio walianzisha. Ati mimi nimekonda. Sasa mimi nataka niwaambie. Nyinyi niliwaambia jana endeni mjiangalie kwa kioo. Tumbo karibu inamwagika. Kichwa imefura karibu inapasuka. Alafu nilikuwa najaribu kuwasaidia. Si ndio? Si wao ndio walianzisha. Ati kusema mimi nimekonda. Sasa mimi nataka niwaambie nyinyi majamaa. Si ndio? Punguzeni chakula kidogo. Na mtafute gym mwende mfanye exercise. Siasa achia okaramana mangana haime mono nogosana mangana arengete egenka mangana yege family no nyata kwente kumanyekana gochia asaba Kenya bale batko ko chora gochia chia bisi yabo ine mkigoseke egekogera siasa ambazo zinahusu mambo ya ndani kabisa ya kifamilia kwa mjibu wake Morgan Onyara. Huyo mjamaa si yeye alienda kwa kitanda ya ndugu yake akiwa mgonjwa, akaenda akabadilisha wili ya ndugu yake ili kunyima haki yao mayatima na wale wajane, alafu anakuja hapa kuongea kwamba wizi. Wewe ambaye unaibia
mjane, unamuibia yatima, unaibia ndugu yako akikufa kwa kitanda. Wewe unatuambia mambo ya wizi za ngapi? Unatuambia mambo ya wizi kwa kupeleka wapi? Songo alisema kwamba ati sisi tuende gym, kwamba sisi hatufanyi mazoezi. Mimi ningependa kuuliza Kasongo, hii gym anaendanga inanyoanga paka nywele? Hii gym ya Kasongo inanyoa nywele? Hii gym ya Kasongo ni kinyozi? Yeye ni bure, sio bure. Siasa chiogo kwana amanganigoro y'obwanchani wabarai ao mangana tabonete kumanekana hanene asamaiso y'aba Kenya bande. Siasa za kuongelea mambo ya kimapenzi kati ya wanasiasa tofauti, hasa mambo ambayo kulingana na wachambuzi wa mambo ya siasa ni kwamba hayafai kuongelewa machoni pa Wakenya na hayafai kujulikana, manake ni mambo ya fiche. One of a con man, a corrupt man who wants to use blackmail and extortion to get money from you. Rigiji is broke. And I want to challenge him. I know how to deal with you. Before you talk about SHA, go sort out your integrity issue with your family. Your family has petitioned the president. Return the money of the widows and the children of your late brother, Mr. Rigiji. I've seen he was busy the whole night crying. Let him stop crying. He needs to preserve those tears because what is coming is much more. And Duale did ask me to provide details from the registrar of companies showing that his name is not there. He thinks Kenyans are full. His name cannot be there. Ask us to produce a CR12 showing your name. We know you. Abdullahi Abdi Sheikh is the same with Aden Bare Duale. Character who goes impregnates small girls the age of his children, and then he kills them, and then he wants to talk to us about matters killing. You who kill small children after impregnating them, you want to tell us about killing. Shame on you. Shame on you. Shame on you. Uyo mtu apotee asipotee. Siasa choko bangaina ba Kenya amaisomarore. Siasa igoro ya magenda ali wakore kurinde abantu bakugenda ase akolu magenda uteyo. Iyo mbatebega osomonu wege Swahili. Siasa za kuwadanganya wa Kenya machoni peupe kwamba maendeleo fulani yamefanyika. Ili yali ukifika mahala hapo hakuna katu maendeleo hata kidogo yanayoendelea mahala hapo. Ndio barabara itoke Mandera, ikuje Ramo, ikuje Gari, ikuje Elwak, ikuje Kobo, ikuje pale Kotulo, ikuje Tarbaj, ipitie hapa Wajia, iende Samatar, iteremuke Modogashe, ifike Isiolo, iende Nairobi. Watu wa Northern Kenya wakae kama Wakenya wengine. Sikizeni sasa kwa masikio yenu. Sawa? Serikali ya Kenya tumeungana na African Development Bank, tumeungana na World Bank, tumeungana na Arab Bank, na tumeunganisha barabara. Na mimi nataka niwatangazie barabara kutoka Isiolo mpaka Mandera, kilomita 750. Tumeweka pesa bilioni 100 kujenga hiyo barabara. Siasa achiogo temana chinguru na bateba ingomorero kubwo yonde. Siasa chukana na mariogi mubekana wa bana bengwerere. Kwero rosomono ubege Swahili. Siasa za kupimana nguvu kwani nani faya ama moto kuliko mwingine. Siasa hata za kuigana sauti vile wengine huwa wanazungumza. Na ukiendelea hivyo mimi nitakuaibisha. Rigathi Gachagua nitakuaibisha, wachana na mimi. Omba kura ya Karish, wewe wachana na mimi. Mimi sio mtu ya kucheza naye. Hey. Wewe Goliathi, umetisha watu siku mingi. Umetesa watu siku mingi. Siku zako zimehesabika.
Alhamisi tunakumalizia. Mene mene tekeru pasin. Ni fire si fire. 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 Wewe soprano hapana tisha Wameru. Hata sauti ya kutisha Wameru huna. Ni fire si fire. Ni noma si noma. Hiyo ni mtu ya kutisha Wameru. Hiyo ni mtu ya kutisha Wameru. Ni bure si bure. Weklabu chiatirire na chekire birengo binde. Siasa no nyabone ge chekire abarai koboria bakenya mbachora abarayigete korende mbuya barayabwo bachora no kingondi bose chimboli kokoremerero bose koirebero ko byemerumense ya Kenya. Somo nugwe Swahili. Siasa ambazo zimefuka mipaka. Mipaka hata imefika wakati mwingine baadhi ya viongozi wanauliza wananchi kuwachagua tu mbuzi ama kondoo badala ya kumchagua kiongozi fulani. Wewe William Ruto, kwa hiyo chama yako ya mahwilbaro ya takataka, kama unataka kunifukuza, fukuza mimi hata leo. Wewe fukuza mimi, kwani mimi najali? Utanifukuza leo, kura itaitwa kesho, nitasimama na chama ya DCP na nitachaguliwa leo. Tukisema William Ruto washindane na mbuzi, mtachagua nani? Mtachagua nani? Nani? Ati nani? Wacha niona kura ya mbuzi. Mbuzi. Na kwa bahati mbaya, muende kwa polling station, mupate hapa William Ruto na mupate hapa picha ya kondoo. Mutapigia nani kura? Ati mutapigia nani? Hebu tuone watu wa kondoo. Na gokorera mwancho murgereria bono abaseneta ama nabagana igobagana tegusigikanya bakesi kerenga bono abaseneta mbabwate chinguru cyo kwabwata abagabana mayisamarore abarinde babo baligereti na gutakobaira makebite senigeti y'abanyanyimbo ugo chikanane gokurwa ana abaspeaker abebunge ine musibwe bwebunge nabwate chinguru cyo kumuchikia gusiko bachikia abaseneta kobwata abagabana siasa cyo gosukani ikari okurwa magenderero nokorwana na gutakobekana byara amayisamarore siasa ama uadui mkali kati ya viongozi waliowachagua. Magavana maseneta wamegeuka sasa wako mbioni kufukuzana. Kazi tuliowatuma kuifanya hawajaifahamu. Maseneta wamejifanya polisi na sasa wanataka kuchukua hatua za kuwakamata magavana. Magavana wanasema kwamba maseneta waje moja kwa moja wapigane mangumi. Uhasama huu ndio tuliowatuma wao kufanya kweli? You have to be a Senate. Yes. Come to the Senate. You have to be here, not on the street. Korenga mwanchumulira kwarira yonsi hageneteko karakane mense ya Kenya. Naye nabora tulirengeri byao nabokolika igoro yabare baito twachorete ne chinchira cyabo mbuyakire igosenigo cicira cimbe. Senchira benete yangana sabagandi bane mambia bonega na tose senkwane kera chinsanigo chigendrete kominyoka. Morgan, sijiko umeasikiza yote. Kwa ile sehemu ya Kiswahili nimesikiza vizuri. Yes. Na pia wale wakizungumza wanasiasa umeasikia vizuri. Nimesikiza vizuri. Ndio. Labda ulipigwa wapi kura yako? Kura yangu nimechukua Nairobi, hapa Dagoretti North, Nairobi Primary. Yes. Uko kadi? Niko kadi. Na kitambo 2022? Yote nimepiga Nairobi. 2027 nilikuwa presiding officer Teso, kwa hivyo sikupiga kura wakati huo. Lakini 2022 na 2013 nilipiga kura na hapa Nairobi. Ndio. Umeridhika? Muda wangu mwingi nafikiri nimekuwa Nairobi ya ukubwani. Ndio. Umeridhika na kazi kiongozi wako ambao ulimchagua anafanya?
Gavana wa Nairobi sijaridhika kabisa na yale ambayo anafanya. Tukianza masuala ya drainage, imekuwa ni tatizo kubwa sana. Alafu pia ukiangalia masoko, ile njia mwafaka ambayo ya kisheria ambayo inafaa kufuatwa ili kutatua ama kuwasaidia wale wachuuzi wanaofanya kazi pale haijatumika. So tunapata ya kwamba gavana anatumia njia zisizofaa ambazo ni kinyume na sheria kuwafurusha watu ambao wanafanya biashara pale. Kwa hivyo kwa hayo mambo mawili sijafurahia na utendakazi wa gavana Nairobi. Ndio. Tarudi kwako kidogo tu, acha nimuuzishe Peterson, tutakuja kutujibu sheria zinazofaa kufuatwa katika ile harakati za kuwafurusha wafanyabiashara kutoka maeneo fulani hasa katika jiji la Nairobi. No mkulimero. Nende no mwana biashara mmocho Nairobi. How is your working condition? How is your business condition in this city? Sijui nichanganye Kiswahili kidogo kwa sababu mwenzangu ndiye aweze kusikiza pia ndio tuweze kuwa na mjadala mwafaka. Utendakazi wa gavana haujakuwa mzuri hata kidogo. Kwa sababu ipi? Kwa sababu amekuwa ni yule mtu ambaye aliahidi wananchi vitu vingi, lakini ni kama alipoingia ofisini akapata kwamba kila alicho, ni kama wakati wa kampeni, kile unachoahidi watu ukifika pale unapata sivyo. Ukiangalia sana sana utendakazi wake kwa county, yale vitu mingi anafaa kufanya yote ameyapea rais. Sasa kama saa hizi nadhani wiki ijayo rais atakuwa anaingia pale katika bunge la county ya kuhutubia ma MCA, jambo ambalo alijawahi tendeka tena. Sasa hii ni kuonyesha kwamba kuna utepetevu pale na ni kukubali kwamba ameshindwa na kazi. Ukianza kwamba vile vitu za kwanza kama mataa, wana biashara hata zile kodi wanaodaiwa kama licenses wanawekewa vitu za juu. Lazima ukue na ile kitu ambao ya kuzuia moto, lazima licenses zao zimepandishwa juu. Ukiangalia drainage, ukiangalia mataa, ukiangalia kwa masoko kama sasa kama soko la Gikomba, ili ni jambo ambalo county ingeshikana na national government waweze kujadiliana. Pia kuna court order, so ile court order imetupiliwa mbali na imeweza kubomolewa. Nimeona Kalonzo alikuwa na court order mkononi akihutubia wananchi. Unajua sasa hata hii mambo tunaongelelea, ingawa tutaingia pale ya kwamba kurushiana maneno kati ya huyu kiongozi na yule kiongozi. Hii ni kukosa maadili na kukosa zile institutions ambazo zimewekwa kufanya kazi. Tuseme kama ile kama mambo ya hate speech. Ni lini uliona mtu wa hate speech ameshikwa? Hakuna. Tuende kwa mambo ya DCI. DCI inafanya kazi kama wewe ni mtu wa serikali ama uko upande wa serikali, mambo yako yafuatiliwi sana. Lakini kama wewe ni mtu uko upinzani, mambo yako yanafuatiliwa sana. Ukiona kama ile serikali ilipita, Ruto akiwa kama ni upinzani, alikuwa anaongea sana, lakini rais hakuwa anaongea sana. Lakini sasa hizi unaangalia kwamba sasa watu wa upinzani wakiongea, Ruto pia anawajibu. Hiyo inaonyesha kwamba Ruto anafaa kukua pande kama rais, anafaa kuheshimu ile institution ya presidency, kwamba afai kujibizana na wale. Kama institutions zinafanya kazi, inafaa kuwa utendakazi unafanya. So akisema kwamba huyu aliua ama yule ni mfisadi, kwa nini institution DPP haifanyi kazi? Kwa nini DCI haifanyi upelelezi wao, wale wawekwe ndani? Hiyo ni kuonyesha kwamba zile institutions zimefeli, ndio maana kwamba kuna huu utepetevu sasa wa kurushiana maneno. Labda niongeze niseme kwamba kujaribu kuongezea kwa yale amesema na labda kuleta utofauti kidogo, ni kwamba siasa, politics is there is politics and then there is leadership, right? And I've always argued that in politics, for you to survive, there are three things that must be there. Number one is that you must demonize your opponent, while at the same time, all right, present yourself as a saint. Demonize your opponent and then present yourself as a saint. All right, that way you would turn out to be the only person who is providing an alternative voice that can be heard by the masses. Once you've demonized your opponent, umemfanya ameonekana ni kama rafiki ya shetani. Kwa hivyo hawezi pendwa na watu. Unanielewa?
na wewe umejifanya rafiki ya malaika. Kwa hivyo naturally you'll gravitate towards the people. So that is the nature of politics. Usipofanya hivyo, na ni si kitu nzuri sana, lakini unfortunately that is the nature of politics the world over. So haya majibizano ambayo tunayaona ya rais akijibizana na Rigathi Gachagua kuhusiana na maumbile yao, kuhusiana na mambo fulani, tunafaa tuelewe ni wakati wa siasa, na haya yatakuwa. Na ni kwa sababu rais kwa upande wake anataka kujipendekeza kama saint, kama malaika. Na Rigathi pia anataka kujipendekeza kama malaika kwa Wakenya. Na Ruto anataka kuonesha kwamba Rigathi ni mbaya kabisa ili asipendwe na Wakenya na asiweze kupata kura. So mambo haya si mageni, yamefanyika duniani kote na it's not unique to Kenya. Haya majibizano na machafuko ambayo tunashuhudia kama Wakenya. Ndio. Sijui tutarudi kwa soko la Gikomba, maana tushaingia siasa tayari, lakini nataka tuguzie yale ambayo yanafaa kufuatwa. Tutarudi kwa siasa. Alright. Tutazungumza kuhusu tu hayo mambo. Mfano tu wakati Rigathi Gachagua alipokuwa ni naibu wa rais, na aliyemchagua ni ambaye anamkashifu saizi, ambaye ni rais wa nchi ya Kenya. Ndio. Hakuwa anayafahamu yale ambayo anayasema, mambo ya kutiana mimba, mambo ya kuridhi na kuchukua wili ya kakake ambaye alikuwa gavana marehemu. Tutazungumza, lakini je, unahisi kwamba ni mbinu gani zinazofaa kufuatwa kufurusha watu katika maeneo haswa soko la Gikomba limekuwa na shida mingi, mambo ya mioto, mambo ya kufukuzwa, mambo ya rebellion around. Unahisi which are the steps are supposed to be followed? Asante sana. Kwanza notisi. Wale ambao wanafanya kazi pale wanafaa kupatiwa adequate notice ya kwamba tuna mpango wa kumodernize market ama kutengeneza sehemu hiyo ikuwe sehemu nzuri sana ya kufanya biashara. So wapatiwe muda waweze kujipanga ili serikali iweke structure pale. Na hiyo notice inafaa kuwa regular na wapatiwe in good time waweze correspond. So kile tunaona ni ya kwamba waliamka usiku, alright, na bulldozers, serikali ya county government, na kuweza kubomoa yale masoko ya Gikomba. Na kulikuwa na mmoja wa Kenya ambaye alienda kotini kupinga yale ambayo yalitendeka, na hata court order vile mwenzangu Peterson amesema ikatolewa na koti. Cha kushangaza ni kwamba serikali ya county government ya Nairobi kiongozwa na Johnson Sakaja wameignore hiyo court order ambayo ni kinyume na sheria. So tunasema until the case is heard and determined by the court, nothing should proceed kwa sababu there is a court order, alright, temporarily halting the progress of demolition and construction of new. Hatukatai tunataka maendeleo, modern markets, lakini tunataka sheria ifuatwe. Na kama kuna kitu ambayo inazuia kujengwa kwa hizo soko na kesi hiyo iko kotini, lazima isikizwe paka iishe, ifike tamati, ndipo shughuli hiyo itakapoendelea. So blatant disregard of court orders should not be something we are tolerating as a county and a citizen of Nairobi County for that matter. Yes. Peterson, umesema kwamba rais atakuwa anahutubia county, which something has never happened. Na siku zilizopita mwezi mmoja hivi miwili, rais ama national government ilichukua baadhi ya miundo msingi muhimu ya county government. Unahisi kwamba kule kubomolewa ili katika soko la Gikomba ulifanyika na county government ama orders kutoka kwa national government? Na pili, unahisi kwamba governor hana kazi ya kufanya, kazi inafanywa kwa county, hana ile say sana ni national government? Unajua shida mingi sana inatokea kwamba venye nimekuambia institution hazifanyi kazi, kwamba kila watu hawafanyi kazi venye inafaa. Asua kama presidency na ofisi yake wanajua kwamba wanafaa kufanya kazi paka wafikie hapa, na zile institutions zote kama sasa county government wanafaa kujua kwamba kazi yao inafanya paka inafikia hapa. Sasa ukipata kwamba kama court orders zikiwa ignored, hii ni kwamba wameonyeshwa hiyo na rais kwamba rais anaweza fanya kitu hata kama court imepeana notisi ya kusema hili lisifanyike until hawa watu wamesikizwa. Ukiangalia sasa kwa county government,
wamekuja wakafanya ile inaitwa takeover. Wakapeana zile vitu zote wanafaa kufanya, wakapatia rais. Hiyo ita slow down pace ya kazi ya Nairobi. Ukiangalia sasa kama gavana anaitwa kule aende kujibu katika Senate, anatoroka kwa sababu yale maswali yanaulizwa mengine labda they fall under Ruto's administration na Mudavadi ndiye anafaa kujibu. Sasa hata wakati wale wa kuchunguza yale ambao fedha za county zimetumika, sasa hataweza kujibu sababu ajui hii sasa nani anafaa kujibu. Hii ni Ruto anafaa kujibu ama ni gavana anafaa kujibu. So tunaona kwamba hiyo ni kukosa adabu kabisa, kwa sababu wale ambao walimpigia kura angekuja kwa wananchi wa Nairobi afanye public participation, awaambie mimi mlinichagua na mkaniambia niwafanyie kazi, lakini siku ubaya nimeshindwa kazi, naomba mniruhusu nifanye kazi na rais ili aweze kuendelea hii kazi yote. So hii ni kushindwa kazi kwa gavana na ni kukosa kufuatilia sheria, na huyu ni wakili na anajua kwamba hii mambo ikifuatiliwa vizuri wamevunja sheria na wanafaa kushtakiwa. Kweli kabisa. Kifungu cha sheria article 95 and 96. 95 gives mandate to the parliament, the roles of the parliament, alafu Senate 96. Na Seneti ina jukumu la kikatiba kusummon mtu any public official aje mbele ya kamati yoyote ya Seneti ama kwa wabunge wa Seneti kujibu maswali ambayo Wakenya wameuliza. Okay? Na kwa hivyo ile kuja kwa Seneti ni kukiuka katiba. Article 96 of the Constitution, the role of the Senate. Na ukiangalia article 1 of the Constitution inaongelea sovereignty of the people of Kenya, alafu kuna donated power. So we can exercise our power directly or indirectly. So indirectly through our elected representative ambao ni members of parliament na senators. Unaelewa? So yale maswali ambao sisi kama wa Kenya tungeuliza directly, labda tutapata nafasi. Ndio maana wale tuliowachagua maseneta, okay, wako na hiyo nafasi ya kikatiba tumewapatia kama wa Kenya, waulize government officials including governor Sakaja akuje ajibu maswali ambayo wa Kenya wako nayo. So yeye kukataa kuja Seneti na anajua kabisa hana majibu ya hayo maswali, akiulizwa hana majibu ya hayo maswali, kwanza ametransfer functions za Senate kwa national government, alright, ambayo ni kinyume na kikatiba. Pili, kazi ambayo gavana amefanya Nairobi ni finyo sana ama haionekani. So akiweza ulizwa, nafikiri, and then kuna maswali kama misappropriation of county funds, alafu kuna madai ya yeye kutumia makampuni kuweza collect more revenues for himself, alafu another cut for the county government. Nafikiri umesikia hayo. So tukiangalia maswali haya yote ni utovu wa nidhamu na kutoheshimu vipengele vya katiba ya Kenya. Ndio. Tarudi kwako Machongo kidogo tu. The senators that are elected by the people from the counties to represent the counties in the national parliament level, to oversight the overdeveloped funds zile ambazo zinafanyika pale kwa counties, zile funds zinatumikaje na zile zinapatiwa kutoka kwa national government kuja kwa counties, oversight the state officers they have the powers to impeach the governors. Correct. Kabla turudi kwa hizo powers of impeach the governors, unahisi kwamba the senators wako na ile power, ile nguvu ya kuweza kuchukua gavana na kumpeleka kwa kituo ya polisi? Tulimwona ama tuanzie kwa Amason Kingi, ndiye aliyeamuru maseneta watoke nje wamchukue gavana Areti wa Samburu na kumchukua kwa kituo cha polisi kwa karibu hapo. Of course kituo kuna kituo cha polisi ndani ya parliament, sindio? How is that the law? Is that the law as an advocate of the High Court of Kenya? Sheria inaruhusu Amason Kingi kwa command the senators na kwenda kumchukua gavana yote hadi kwa kituo cha polisi?
Sheria imewapatia maseneta na pia wabunge. Okay, juu tunaongelea county government, so ni ile purview ya Senate. So imepatia maseneta kikatiba nguvu ya kusummon any public official including a governor, all right, kukuja kuappear before, vile nilisema hapo awali, kuappear before. Asipoona hizo summons for some time, seneti kikatiba iko na nguvu ya kutumia chombo cha enforcement agencies kama polisi kuenda na warrant of arrest ya kuweza kumchukua. So ni polisi, kitengo cha polisi, sio seneta tena, sio maseneta wenyewe kuenda vile tuliona governor ndio nilikuwa nakuuliza sasa. Hiyo sasa hapana. Lakini wanaweza mandate the police constitutionally kuenda kumtafuta any public official ambaye alikuwa summoned na akakataa kuja ili aweze kuapia kwa seneti. Kwa sababu ni makosa sana kukataa kuwajibika kwa Wakenya kupitia seneti. Ndio. Machongo tuweche usori yake otura kwa na igoro ya mugavana, yani omo senator, yani omo speaker we county ya senator Amason Kingi. Tulimuona akisema na I'm asking you to go and arrest him and take him to the nearby police station. Yani ogochi kwa directive gochi ya saba senator tendo wende kumshike unless kuna sergeant of arms, kuna maaskari pale ndani ya parliament ambao ni wengi sana. Wanachukuliaje hiyo? Mwenzangu amesema kwamba sema gavana senator wanafaa kwenda kumshika, kitu ambacho yona kileta vurugu. Tulimuona gavana senator Sifuna pale, tulimuona Onyonka, tulimuona Edio Kech pale. Unaona mimi nadhani kwamba ile walienda kupatia sergeant at arms backup. But si kwa sergeant at arms pale mimi alikimbizana naye at arms pale. Lakini kwamba nakwambia moralia kwamba hii yote ni wakati institution hazifanyi kazi. Wakati kwamba unaona IG mmempatia orders aweze kuleta yule gavana Senate aweze kujibu yale maswali yanaulizwa, na ukiona letwi sasa ilibidi wachukulie sheria mkononi mwao. Ni kama kwamba uliona mbunge wa Kitutu Chache South amepatiwa, ameenda kotini, ameambiwa kwamba arudi bungeni. Ile yale matamshi ambayo yalitolewa ama ile kauli ilitolewa na speaker aweze kutulia kwanza, Kibagendi aweze kurudi. Uliona tena aliambiwa awafuatili hiyo. Ngawa tunaelewa pia mwanasheria yuko hapa atatuambia kwamba institutions are independent, kwamba parliament ni independent na judiciary pia hiyo ni another arm of government, na pia kuna hii inaongozwa na rais. Lakini kwamba hizi tatu zinafaa kufanya kazi pamoja. The registration, the judiciary and the executive. Yes, all these three arms of government zinafaa kufanya kazi kwa njia ya pamoja, kwamba Senate ikitumia IG ujumbe kwamba tunataka utushikie huyu gavana umlete. Ufai kusema ati hatujampata, ati hatujui yako kwa ofisi gani, tunamungoja tujue atatoka. Unataka kuniambia wewe sheria ikikuhitaji unaweza kosekana kweli? Mbona gavana akosekana? Hii ni kwamba mimi naona pale waliona IG kuna uzembe fulani, wakaamua sawa wao wenyewe wamuendee gavana, lakini hiyo itakuwa ni si vizuri kwamba ile presidents wana set kwamba wengine wakija wafanye hivyo, hatutakuwa na nchi. Lazima kukue na order, lazima watu wajue, kila watu wafanye kazi yao. Kama ni polisi wafanye kazi yao, seneti wafanye kazi yao, wao wakae wangoje aingie wamuoji aende, lakini ile kushikana mashati bana si vizuri hata kidogo. Morgan. So Daniel, yale ambayo yanatendeka ni very unfortunate. Lakini pia ningependa kuongeza ya kwamba magavana wako na ile body yao inaitwa Council of Governors. Na kwa muda wamekuja kwa media sometime waka-complain ya kwamba vile wanakuwa handled na maseneta si njia halali. Wamekuja wakasema kuna baadhi ya maseneta, in fact they named 4 senators. Senator Homa Bay for extortion. Senator wa Homa Bay kataja Sifuna, Cherargei na mwingine. So I think ni ego kati ya Senate na magavana. But on the one hand, the question we Kenyans are asking ni accountability. Article 10, one of the principles in the Constitution, under Article 10 is
transparency, there's accountability as well. So we want the governors to be accountable to us, much as they have their body that protects them. But when the senators want to ask questions about misappropriation of funds, county funds, they should appear. They should appear to answer those questions. So yale ambayo yanaleta hii mambo yote ni kwamba magavana kwanza ndio walikuwa wa kwanza kukataa kuappear before the Senate. So labda kama inawezekana kuwe na seminar ya magavana na maseneta, labda ningependekeza hivyo, ujaribu kuona vile na hii body ya governors inafaa waache kujificha nyuma ya hiyo body, kwamba kusema kwamba ukitaka governor lazima kwanza upitie through hiyo COG. Hiyo ni vibaya sana. Iko kwa constitution. The county, no, it was just created. It was created. But the senators, they have the mandate iko constitution ya oversight the governors. Yes, the governor. Ingine was created. Kuna mali shida tokea, tunataka tuchangie sote hapa. Kwa mara mingi sana ama seneta ambao saizi wanakuaruzana sana na magavana. Wamewaokoa sana magavana kutoka impeachment. Gavana Kawira Mwangaza aliruka kamba mara si moja si mbili hadi mwisho wakatimuliwa, lakini walionekana kwamba wanamvusha mara mingi sana. Gavana wa Kericho alivuka pia mtego huo. Gavana wa kaunti ya Nyamira Amos Nyaribo pia alishuka mtego huo mwishoni wa mwaka uliopita. Hapo mbona walikuwa marafiki, lakini ikikuja ni wakati wa oversighting wanakuwa maadui tena. Ikifika wakati wa oversighting wanakuwa maadui. Nafikiri maseneta leo naonekana ni kama nawatetea sana. Lakini nafikiri maseneta they are just discharging their roles, their constitutional roles. Na ikifika mambo ya impeachment tunaelewa kwa kisheria ni kwamba ni maseneta kwa mambo ya county, ni maseneta ndio wako na hiyo jukumu sana ya ku impeach ama kuto impeach governor. Na hayo madai, the grounds, huwa yanaletwa mbele ya seneti. Nafikiri umeona hiyo, so inaletwa mbele ya seneti, huyo governor anatuhumiwa kufanya hivi na hivi na hivi. Ground ya kwanza ambayo lazima ikuwe proved inakuanga ni gross violation of the constitution. So kwa muda huo wote governor akiwa katika seneti, either na mawakili wake ama peke yake, anajaribu kuonesha kwa upande wake kwamba yeye haja violate grossly the constitution. Alright? Na maseneta wanamhoji na pia mawakili ambao wana represent maybe seneti ama interest tofauti, wanajaribu kuonesha ya kwamba huyu governor katika utendakazi wake he has grossly violated the constitution. Yani grossly inamaanisha kwa kiwango kikubwa amekosea constitution, katiba. Kuna vipengele mingi za kikatiba ambayo governor amefanya aje, amekosea. Kwa mfano labda haja observe chapter 6 of the constitution. Okay, mambo ya integrity, accountability na mambo kama hayo. Alright. So inakuwa na back and forth. But the point is when you're summoned you should appear. You should appear as the governor na mambo kama hayo. Lakini pia ya pili ni hii. Umeuliza ambao kwa nini kunakuwa na wakifika huko kunakuwa na, ni kwa sababu kuna different political parties, all right, in parliament, either national government and also in the senate. Na kila political party iko na ule naweza sema ni godfather. Kwa mfano UDA iko na William Ruto kama party leader. Ni party leader nafikiri? Ni party leader. ODM saizi tuko na Oburu Odinga na chama kingine pia iko nao, DCP and the likes. So wale wakubwa wa chama wanapatia instructions to members of parliament and senators kuhusiana na a particular governor ama anybody who is brought to the senate. Very direct instructions. Huyu governor tunataka aende nyumbani kwa sababu ya hii na hii na hii. Hizo grounds saa nyingine ukiangalia si gross sana, si mbaya sana. Lakini kwa sababu kuna order imetoka mahali kwa wakubwa wa chama, watatafuta numbers, watatafuta whip, mtu kama Osoro, wa whip the members to kick this particular person out of his office. Nikiongezea hii point ya wakili, unajua kwamba kuna politics
na kuna the real points. Kama tuseme sasa ukienda kama kwa county governments mingi, si uko boss ni governor na kuna ma MCA. Sasa lazima hawa senators waweze kuangalia politics ni zipi na real issues ni zipi. Sababu unaweza pata kwamba unajua wakati mwingine unapata kama Mwangaza nasikia mimi, unajua ni nasikiza ground huko, wanasema kwamba Mwangaza alikuwa ni mtu wa kukula peke yake. Hakuwa na anarusha akipata kubwa anafaa kurushia MCA kia kidogo. So lazima pia hawa maseneta waangalie kwamba hizi ni politics za county ama ni real issues. Sasa ukiangalia kama hiyo kukula sasa, alafu uangalie uchunguzi, uangalie pesa, ni kuna pesa imetumika vibaya, hakuna pesa imetumika vibaya. Sasa ulikuwa unataka nitoe mshahara yangu ni wagawie ndio muweze kunyamaza. So hiyo ni kitu ya kwanza, real issues na politics. Kitu ya pili ni tena hizi siasa za nchi. Unapata kwamba huyu mtu ako kwa broad base, alafu pale bungeni ama kwa senate kuna wingi wa watu wa broad base. Unanipata? Unapata kwamba huyu gavana yeye tuseme for example kama Orengo akiletwa pale kichinjioni Senate, utapata kwamba wale watu wa broad base na wale watu wenye wakusema huyu wanapinga Ruto wataungana wakuwe wengi. Sasa upate kwamba sasa pale issues zinapotea, sasa inakuwa ni politics. So hizo vitu mbili zinafaa kuwa zinaangaliwa vizuri, kwamba kuna agenda zenyewe na kuna politics. Yes. Morgan. Yes. Wakenya ndio wanachagua hawa magavana, wanachagua maseneta. Na siji umehisi kwamba at a point hawa Kenya wanafaa kuhusishwa kutoa, because ndio wanajua kitu inafanyika pale chini, wanajua kama imefanywa maendeleo ya barabara, hospitali na maendeleo mengine mengi. Umesikia kwamba siku moja constitution inafaa kuchenjiwa Wakenya wamuondoe gavana wao ofisini kwa kura fulani instead of the senators pia ambao tumewachagua. Siji kama I'm thinking something of such. So Wakenya wako involved directly kuondoa magavana. Yeah, of course. Sasa mbona mtu amefanya makosa amekataa kufika mbele ya seneti, ndio kuna makosa na kweli maybe amefanya corruption cases, the same person ikiextendiwa kama amefika time ya kuwa impeached, huenda ikawa kuwa impeached. Na the same senators ambao wanamtafuta akuja kujibu swali. So hiyo itahitaji kubadilisha katiba. So ukitaka wananchi wa Kenya wakuwe involved directly katika kumuondoa gavana, itahitaji tubadilishe katiba. Itakuwa kwa referendum. Wakenya wapige kura yes or no. Wale watakuwa ni wengi, basi itabadilishwa ku reflect that. Alafu Wakenya watatumia hiyo nafasi kumuondoa gavana. Lakini kwa sasa katiba inasema ni maseneta. Like we have as a Kenyan people, sisi tulipiga kura ndio, na tulichagua maseneta. So tumedonate hiyo power ya kuondoa gavana kupitia kwa maseneta. So tukitaka kubadilisha hayo, ni lazima tubadilishe sheria, katiba ya Kenya kidogo, hiyo vipengele fulani kama hiyo, ili Wakenya wahusishe directly katika kumuondoa. Unajua Omolalia, wale watu ambao walitengeneza hii katiba walijaribu kupunguza hii mambo kwamba unaweza exercise mambo yako directly ama through elected leaders. Sasa hii sasa ule tuseme kama mimi wakati watu wa Kegogi watanichagua, kile kitu ambacho nitakuwa nafanya pale kwa assembly itakuwa nafanya kwa niaba ya watu wa Kegogi. Tuseme kwamba kukiletwa mswada fulani na watu wa Kegogi hawaupendi, wataniambia bwana kiongozi, hatujapenda huu mswada, tafadhali tutolee pale. Lakini sasa unakuja unapata kwamba tunachagua viongozi, wanafika pale wanaanza kufanyia tuseme gavana ama wanaanza kufanyia rais. So tuseme kama ule mswada ulikuja, wale Gen Z walileta shida. Wale ambao wamewachagua waliwaambia sisi hatupendi huu mswada. Lakini ukiangalia MP wako pale kwa TV anasema lazima yes, lazima yes. Unamuuliza sasa hii yes, mimi nimekutuma useme no, ni kwa sababu gani unasema yes? Sasa nadhani ndio maana unasema hii katiba sibadilishwe, sisi wenyewe tuseme no. Na challenge Morgan kama writing to the High Court ama Supreme Court ya kuchange katiba itatusaidia. Ingawa kwa viongozi wengine kama members of parliament kuna there is a way kwa constitution ambayo tunaweza waondoa kama si election. One of them ni right to recall. We have not exercised that right. Sijaona mahali popote
wa constituents wamesema tunaweza recall our member of parliament kwa sababu hajatekeleza yale ambayo aliahidi. But for the governors hiyo ni tofauti. Hiyo ni either impeachment ambayo ni maseneta wanafanya. But kwa members of parliament hao tunaweza recall, tunaweza kuja kama wakazi wa Teso South kwa mfano, tukiona kama Mary Emasa afanye kazi na to petition the parliament kumrecall kwa ground tofauti ambayo hajafanya. Tunachukua pumziko fupi, tutarudi. According to the law utatueleza kama Kibagendi anafaa kutimuliwa nje ya the parliament na yeye aliyozungumza kuyazungumza ndani ya parliament. Tutakuwa tunazungumzia pia, tutaguzia mambo ya matusi kati ya wanasiasa nchini Kenya. Ndio kabla tumalize. Mwancho mwe chapto chide kamera onge tatu igore chinsa sana chiapo no mambi senchi abene mutu mokomo sinitoka na tochi kuonera mange hayoga ndrete kubwata libere demensi ya Kenya ne esebiro biria abiege siasa turubinege gendrete Thomas Gosuka. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Rumba music. Ase miziki yabagaka eri abantu bakonga kongire chinengo chacha kiriko choga ya rumba. Momelia kenena poto akeleko yekola mama naboigo ntukwi babasai aba bakurwa jijenzi emisiki ekogenda bwange bwate chia talaku. Le général Dangote anachukua anaweka oye mose kunambi o Ricardo Momo oye mama Dangote Yetaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka Nzube ya Bololo tumerane kila litukulia Jumamosi kati ya saa 10 wika ensa AM. Uya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi ya bono. Buya kegemera inde aso twanzira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikilia serikali ngichwera kwa nigorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa keregendo lakini ngoire ni maega kego omuntu maito ukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Mwancho muligereri Nsoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyara kobaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwancho muligereri Nsoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyara kobatoko genda ase bali chinse mo chire isiko ya gusi sichinsemo bunaichia Nakuru mwancho muligereri elitonyara kwa batoko wa omugusio la sensemo ya Nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemono ntonyara kwa batoko so sichinsemo Childoret no mugusio le sichinsemo Childoret nenyara kwa koigwewa
mwanchu muligeli ntonyale kwa batoko genda ase bali barasa amasamba una chinsemo chia molo aliaso mugusiyale enuletie tonyale kwa batoko ireke gusioro no mugusiyanyale kwa bagako iwegwa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyale kwa batoko ikoro nelio mugusinere anyale kwa bagako iwegwa asenchera enkeranu aiga omwanchu muligeli asegeta seni Soko TV no gotochi kwa batoko kora igekuru gyaito tonyale kwa batoko gekora asenchera bwenerete mwanchu muligeli aiga ntokoreri ibina nekera obwato muchando wasiriri oyo mino mwanchu muligeli tonyale kwa batoko korareria okorari kwa nyagosira asenchera bwenerete Soko TV oboroso bwomugusi Kurumuchomano Nairobi Kisii Nyamira Nechingongo chindi chense ya Kenya abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano emanya mange naboigo bwatra Soko TV koigeka chingenjo chyomugusi Soko TV oboroso bwomugusi Eye Soko TV oboroso bwomugusi Chapto kachide kameronge hitatu na isano iguru yechinsa isano chiaba no mambyo mwancho mure kabne neto gandro kwana mangana haringete siasa ime yetrovini tunabagani ebane mogano nyara yoro mwadbagatiwe High Court of Kenya na baigo Peterson Machongo mwancho na baigo mwana siasa horingete koligi kergo okie ward area aya kigogi gusubo chera bane bwo makichu meronge bene tawo nebere 2027 limit yenyemeke ere emo tusenchira bene togochi kwendra ago kwana mogan tulikuwa tunazungumza kuhusu kufurusha kwake Kibagendi. Labda kwa ufupi tu unaweza tueleza kufuatia na ile sheria inafaa manake maneno yale yanazungumza haki yazungumza ndani ya maeneo yale ya bunge. Naam, asante sana. That is hiyo ilikuwa ni punitive measure ambayo Senate ilitumia kwa sababu vile umesema mazungumzo hayo hayakufanyika ndani ya bunge, ilifanyika nje ya bunge. Yale ambayo anafaa kukua ideally kukua punished kwa yale mazungumzo ambayo anafanya ndani ya bunge. Na hapo ndani kuna mechanism ambayo Senate inatumia pia ku contain their members. Akisema National Assembly. Akisema mambo fulani ambayo si parliamentary ndani ya bunge, the speaker ana nafasi ya kumwambia withdraw yale misemo ambayo amesema na inakuwa also withdrawn from the Hansard. Alright, Hansard ni ile inatumika kurecord yale ambayo members of parliament wamezungumza. So inatolewa. Lakini kama ana insist then amekuwa rude. Hajasikia yale ambayo ameagizwa speaker wa National Assembly akona hiyo nguvu kikatiba ya kumuondoa katika bunge. Lakini ile inashangaza sana ni yale ambayo yametokea misemo ambayo ameisema nje ya seneti anakuwa punished for the same. Lakini mimi swali ambayo niko nayo ni moja. Speaker, kuna sheria ndani ya seneti, standing orders na zingine. Kama umemfurusha nje kwa sababu ya misemo ambayo amesema nje ya precincts of parliament, speaker anafaa kutoa sababu za kumfurusha. So absent the absent hiyo kupatiana reasons, then it is that order becomes invalid. Yeah. So akimfurusha anafaa kusema tumemfurusha kwa sababu ya hii na hii. Okay? So nafikiri speaker aliogopa kusema hayo kwa sababu aliogopa kutoa hizo reasons kwa sababu ni msemo ambao ulikuwa nje ya bunge. Na kwa hivyo hangepatikana na hatia kwa sababu ya hiyo. Kwa hivyo akaamua kutumia tu abuse powers. He abused his powers as the speaker kwa kumfurusha bila kutoa reasons why amemfurusha. Naam. Nami naona kwamba
bunge limetekwa nyara na administration ya kiongozi Ruto, unapata kwamba speaker ana overstep his mandate. Hii ni sasa nikuulize hivi, wale watu ambao wako pale ndani wamechaguliwa, hawako pale kwa sababu wamejipeleka pale, wamechaguliwa na watu wa kwao. Sasa wale watu wa Kitutu Chache South, nani atawakilisha mambo yao kule bunge? Kwa sababu huyu Kibagendi anatembea na watu wa opposition, anatembea na watu yeye ako kwa timu ya Matiang'i. Sasa Ruto anatumia hiyo nafasi through speaker kumtimua bungeni. Nadhani hiyo ni kumkosea ile, kumnyima haki yake na kunyima watu wa Kitutu Chache South ile haki yao ya kikatiba wakuwe represented kule bungeni. Ndio. Mimi ni mkazi wa eneo la bunge Kitutu Chache South, na kulingana na Peterson ni kwamba mimi mwenyewe nimenyimwa haki yangu kwa sababu mjumbe wangu amevua. Sasa ukitaka mambo yako yafike bungeni, sasa utafanya namna gani? Kuna hapa anaingia mtanoni kidogo, tunarejea tuzungumzie mambo ya matusi kati ya viongozi. Anaitwa ni Clement Obasanjo Obado, anaitwa watching live from Central Bank of Kenya. Asante sana Clement Obasanjo Obado. Anaitwa Kirandi Morrisburg, so watching live kutoka Nakuru Salams Club. Asante sana First Lady Doris Nyagaka, tuned in Jesho Ikomoto, ni vizuri, asante sana. Jeria Kribo following live from Bahrain Kingdom, Soko TV, good wako mwaga, shukran sana Jeria. Watching live from Central Bank, nafikiri Clement kati ya mengine kwa sababu ya wakati. Alafu pia kabla niongeze kitu moja tu, sekunde 30. Nadhani kwamba tena hii serikali ya hii regime ya UDA, hii serikali ya Ruto imekuwa harsh sana kwa community ya Omogusi. Ukiangalia Senator Uruba alitimuliwa kutoka seneti, jambo ambalo halijaifanyika, kumpokea Matiang'i tu pale kwa uwanja wa ndege, kuonekana na yeye tu alitimuliwa. Unaona sasa Kibagendi ananyimwa haki yake ya kikatiba na alichaguliwa na watu wa Kitutu Chache South kukua pale. Ukiangalia tena hii reli ambayo ilikuwa inateremuka inaenda Western, inaenda Malaba, ilikuwa ipitie Kisii, ilikuwa ipitie Ikonge. Sasa wameipeleka pale Sotik. Sasa ukiangalia sababu ile inafaa kukua sub counties, inafaa ku sub counties. Ikiserve kama county ya Narok, kuna imeenda mara 3. Ikienda kama region ya wale ndugu zetu pale wa Kalenjin, kuna Bomet, kuna zingine paka Sotik kuna 3. Mbona iruke hawa Kisii ambao wako na county 2 iende ya Ahero, iende Sondu? Kuna mawe mengi. Naona kwamba sijui tulimkosea rais nini. Kama anaweza taka tunaweza ita wazee tuombe msamaha. Sisi tunataka ile cake, national cake iko distributed equally. Tunahitaji very many hours to get jambo hili. Amezungumza haswa kwa mabano jamii Omogusi na mejacha watu ambao wamekuwa wakifurusha kutoka bunge. Na labda tu Medu ulimsikia akisema kwamba hiyo chama ya sijui ulisikia hiyo na matamshi yake Medu senator, sijui chama gani ya mawili bado sitaki anitoa hata leo, mimi naenda kuvaa na chama ya UDA. Labda bora hajafurushwa, bora hajafurushwa. Nafikiri Medu akona ushawishi mkubwa sana kwa wakazi wa Nyandarua. Nafikiri anatoka Nyandarua, ni senator wa huko. Akona ushawishi mkubwa sana, na kuna ile hofu kwa serikali kwamba wakiweza mfurusha he will seek re-election na atashinda kwa chama kingine. Kwa sasa yeye ni member wa UDA. Lakini ile ushawishi yako nayo kwa wakazi wa huko ni kwamba hata akifurushwa saa hii he will seek re-election. Hata enda independent. Hata independent na atachaguliwa. Yes. Unahisi aje mambo ya matusi baina ya wanasiasa ambao sisi tuliwachagua na tukawapea majukumu na mamlaka ya kutuwasilisha na kujaribu kuona kwamba tumefanywa maendeleo? Si mambo mageni, ni mambo yamekuwa kutoka kitambo. Na hasa wakati huu tutarajie mengi mazito ambayo yanakuja. Lakini niseme kitu moja, kwa sababu ulikuwa umeguzia, siji kama tutaongelelea ya Gachagua na hiyo Ruto kumuingilia mambo ya succession. Naam, tuguzie tu kwa sababu ya muda, kwa sababu ya muda unaruhusiwa. Kutakuwa na misinformation na uongo, zingine ni ukweli, so many things, sababu ya msimu wa siasa. Lakini ukweli ni kwamba
Mgala muue, lakini haki yake mpe. Hiyo issue ya Rigathi Gachagua is purely a succession matter, na ilienda kotini hadi ikatamatika. So mambo ya succession huwa hivi kwa taarifa kwa ufupi. Number one, kama yule ambaye aliacha will, then yule ambaye alikuwa named kama executor ata apply to probate court, alafu atapatiwa grant of not letters of administration, atapatiwa grant of probate, and then your probate, it will have to be confirmed after 6 months. All right, after it has been confirmed, distribution inafanyika, distribution of the estate ya the deceased person, na kila mtu anahusishwa. Wale beneficiaries, wale wote ambao walitajwa na marehemu, wote wanaenda kotini wote, alafu wanakubaliana na huu mgao ambao umewekwa pale, wanasema ndio. Wakikubali wote, then court ina adopt hiyo, alafu distribution inafanya kulingana na vile wameamua. Ikifanyika hivyo, after some time, after distribution imefanya, they'll have to render an account to the probate court, kusema ya kwamba tulifanya distribution na hivi ndio tulifanya. Alright? So after that has been presented, ndio kesi inaisha. So hiyo ni kama aliacha will, na tunajua marehemu aliacha will, na huyo marehemu ndugu ya Gachagua, na akaname the beneficiaries na pia executor. So process yote ya succession kwa estate ya ndugu yake ilifanyika paka ikatamatika, kotini ikaisha. So hii ambayo inakuwa introduced na Rais William Ruto ni siasa. Wanasema mtaani ni kipindi. Ni kipindi. na nimesikia anasema anataka ku benefit some beneficiaries hawakupatiwa mgao sawa ama nini. Nafikiri hii ni kutafuta kupata ile political mileage tu, kwa sababu taratibu za kisheria zilifuatwa na ikatamatika. So yule ambaye ana complain kwa beneficiaries, hiyo ni yake. Kwa neno moja tu ndio nikuuliza swali la mwisho kabisa tumalizie. Hakuna wakati kabisa. Rais ni head of the executive in the nation. Secondly, the sign of unity and a symbol of unity. Kweli. Hata kama ile ukweli ama si ukweli, matamshi yake ya kukejeri wa viongozi wengine, si tu Gachagua, Wamalwa, Matiang'i, yanafaa? Hayafai hata kidogo, ni ya kustajabisha, lakini vile nilisema ni msimu wa siasa. So atazidi kuyasema, atanyamaza kwa muda tena atazidi kuyasema. To create the many things, anataka create sympathy, anataka create likability, na pia kuonesha kwamba huyu mwenzake anakandamiza wenzake, jamii yake na vitu kama hizo. So wasimfuatilie. Kuhusu matamshi ya rais. Matamshi ya rais, mimi namchukulia rais kama coach. Coach, na sisi wote ambao tuko hapa tunakaa kama wachezaji. So coach afai kuingia kwa kiwanja acheze. So huu mchezo wa kujipaka matope, I think ile ni ule mtego Gachagua alikuwa amemwekea na amemvuta, ameingia kati ya ndani ya ile dimbwi la matope. Sasa wanajipaka wote, hatujui nani rais, hatujui nani ndio mchafu, namtaka aingie huku. Wote ni wachafu. Wote ni wachafu. Yes. Na by the Morgan Wakili. Amesema ni kama coach hata timu mbili zikipigana hafai kukaa na timu yake, anafaa ku separate timu yake. So sijui kwa kama matamshi kama yafaa kuchukuliwa tu, lakini sijui labda tu nikupe nafasi maneno yako ya mwisho ukiangalia kamera. Asante sana kwa kunialika katika studio zenu. Vile nilisema mimi ni wakili, nina practice hapa na Nairobi. Na wakati huu tunasema tuko kadi. Ningependa tu kuwataarifisha wenzangu wale ambao wananitazama. Chukueni kura kama hujachukua. Hiyo ndio silaha pekee ya kuleta mageuzi katika ballot. Alright, kuna njia nyingi sana ya kuleta mageuzi, include ambayo kikatiba. Kwa mfano demonstration imekubalika kwa kikatiba. Tunaweza fanya impeachment ya governor, lakini njia sahihi ya kuondoa mtu katika uongozi na kuleta mabadiliko wa viongozi wengine kama mwenzangu hapa Peterson ni uchukue kura, na hiyo ndio itakuwa silaha yako ya kuleta mageuzi na yale ambayo unatarajia katika nchi yako, ward, county na constituency. Asante sana. Asante. Mchizi, kwa kadi? Mimi kama kawaida niko kadi na unajua mimi ni kiongozi na lazima
nikuwe kielelezo chema kwa watu wangu. So ningependa kutakia Wakenya wote na watu wangu haswa wa Kyogogi Easter ama Pasaka njema. Ningewaomba pia kila mtu ajiandikishe, hakikishe kwamba ako kadi na kona kadi ya kura. Kama ulikuwa hauna uhakika kama uko na kadi, enda uangaliliwe pale, sababu hao watu wako kwa kila kituo. Alafu pia watu wangu wa Kyogogi, wacha tushikane, wacha tukue pamoja, wacha tusukume gurudumu pamoja. Watu wameteseka sana, lakini Mungu amenionyesha njia, amenipatia rungu ambao naenda kuwapeleka nayo Kanani. Shikane pamoja. Asante. Mtaka kupeleka watu wa Kyogogi Kanani, na Morgan amesema kwamba tuwe kadi angalau tuchukue wale viongozi ambao tunahisi kwamba wanafaa katika uchaguzi ujao. Nashukuru sana wakili Morgan Onyara kwa kufika, na tunatumai kwamba tutazungumza mengine mengi ambayo tunazungumza, lakini siku nyingine tutapata nafasi tuzungumze, na nashukuru sana kwa kuja pia MC mtarajiwa kwa mapenzi ya Mungu. Nakutakia baba katika kamili zako zitakapoongoa ananga. Nkuru kwa Daniel Omwaga imambia yabone gabu na nko utoro mu rubiri wetrobini yakire kwa bona mugaso chinsa isano ega chitegete chiteka cyapto chiteke 50 ego chiteke ko michoka chibe chinsa isano mo ochia bono mugaso ngoko retrobini senchera ere yabene ko kukanelia Good Friday na baga Easter Monday here mutu senchera ere yo boikanu na sio sabosa ba nyoranga nya saa enere enchera aya kiregento ko kangi sabatingi ya bari baguchisa batu itkolia ankyo itkolia mambia tomera nene yebisera bya chikosori kindegete Kenyasa to kwana mngana mange anana higoreti mieto ya Shabana FC kayo chikuchesa na Nairobi United itkolia chimapili imega sarokeria agia Kasarani Stadium sakara chinsa kumchama baba na otukarega ya 20 to kwenekea nga team yetu ya Shabana ya korebe ya hayo mona yana mange imechikosana ngogika halitko olianki kwenda bonega naona butorera higonkoro kwa Daniel Omwaga Nyaranga Dr. Zaka Calvin Mogoyi hamo na Kibati John Bonsi balenge mega ayemenyoncho kwenekea nga chibicha amwana mariogi agoikere sencho bege kurende tima yetigo Dr. Zaka na rekadi nyatare kadi kwa boli bwenga bwate kadi yao gatigana nemenyonche yo hakeigo na sabe naye umugasomu ya trobini ya kiromweli.